Thai thathaia Ngai witũ thai. Thai thathaia Ngai witũ thai. Thai thathaia Ngai witũ thai. Thai maitũ nĩ tuoka mbere yaku rĩu tuoete moko na igũrũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we o we Ngai wa maithe maitũ. Thai thathaia Ngai thai. Thai thathaia Ngai thai. Tũhe hinya tũgokaga nyondo cia maitũ tũgĩe na hinya na gũkorwo tũgĩkũgoca twĩgũkumia na gũgũkenera. Thai thathaia Ngai thai. Ithiĩte kwarahũra ngoma iria ikomete na njĩra ya kĩriga na we tondũ Ngai wĩ Ngai wa kwĩgocithia reke kĩgongona gĩaku kĩhande nyũmba itũ ya Gĩkũyũ na Mũmbi. Thai thathaia Ngai witũ thai. Nyamwĩrĩa tũrĩ atongoria Kikuyu Council. Kuri na atongoria kũrĩa bunge na sekta ingĩ cia thirikari hena thia nĩ tuona maũndũ ta president eke mũgarũrũku thirikari yake. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa bũrũri gwĩco. Tafadhalini ongeeni msaidie nchi ya Kenya. Sikuelewa. Wanaongea vitu mbili tofauti. Kama wazee mnaongea kuhusu Dr. Engineer Muthoga, I'm the National Vice Chairman Kikuyu Council of Elders. Our message makĩnjĩta maitũ no arĩa gĩtamburico ndĩĩtaga Gladys Wanjiku. Kitu walituonyesha wao sio wa kabila, na hiyo ni kitu ya maana sana kutoka kwa watoto, sababu nchi pahali imekuwa na inakataa kuendelea ni watu kawanya na makabila zao, lakini ya watoto walikuja wakashikana wote Kenya mzima na wakaongea habari ya mambo ya hii nchi wakiwa pamoja. Ile kitu ingine ni hiyo ujasiri walikuwa naye, sababu hiyo ni kujitolea. Vile tu vile kina Maumau walifanya. Mimi nasikia na furahia kuona hata president mwenyewe alisikia. Aliwasikia sasa na akaenda akatoa ile kitu ilikuwa inatuumiza. Kwanza niseme kama sisi jamii ya Wakikuyu, kitu inaitwa shamba sio kitu tunataka kuchezea, kwa sababu inaleta vita kwa nyumba zetu zote. Kwa hivyo hiyo ni kitu ilikuwa inatukasirisha kama wazee, ni lazima wafikirie sana. Shamba sio kitu ya kuchezea. Hivyo ningeuliza rais mwenyewe vile alisema hiyo kitu irudishwe, sasa ikaliwe chini na ikiwezekana hata watoto wahusishwe, sababu hata hao wanajua mambo mingi na wamesoma.
Hiyo finance bill walisoma yote na tulikuwa tunawasikia, hata sisi walikuwa wanatuelezea. Wakitueleza ni wapi na wapi iko baya. Na tulikuwa tunaona kweli hiyo ni kweli kabisa. Kwa hivyo tungetaka watulie, tukae chini, na ndio sababu tunauliza wasee wote kila pahali. Hebu tukae na watoto chini, lakini serikali naye tueleze ukweli kwa sababu ilitukosea. Unajua hata sisi tumejionea na tumesikia kwa sababu hiyo vita imeletwa na tunaiona inaendelea. Sababu kuna wajumbe wako upande wetu wanapiga deputy president. Unaona upande mwingine kuna wengine wamepatiwa kazi ya kumpiga. Na ikifika hapo lazima kama ni mtu akasirike. Tungetaka kuambia rais na naibu wake washauri na watu wengine watafanya hii nchi isimame. Kaeni chini. Nyinyi ni karibu lika moja. Muongee, wachaneni na wengine hata ni wadogo sana. Waonyeshe njia kwa sababu nyinyi ndio kichwa nchi. The president also and his team to consult these children for evidence because these are the future leaders. They are not idiots. They know everything. They are also young leaders. So if you don't involve them, you always be charged daytime, and it's not very good for these children to challenge the president as their father. Daytime is very bad. So we would also ask them to slow down on challenging the president. The president he was elected daytime, and he is the president of the country this country, and we would wish that he be given time so that he can also work out modalities on how to deliver whatever he promised to the country. Then I would wonder why would anybody with sound mind use a live bullet to fight those children who are harmless. It is very bad. We don't like it. It is not even, does not make any sense at all. For policemen, even the IG himself, I wonder what he has in mind when he tells the policemen to go and shoot children, and these are his children. These are his grandchildren. Then suppose they are all killed. What does he work for? What does he do as an IG? So we would wish to ask the government to desist that habit of using live bullets to children. These children do not even need to be beaten. They need to be talked to. Sasa ningeomba kama ni wale members of parliament walitumwa bunge kuwakilisha watu wao, watoto wa huko chini, youth, wazee, ni vizuri kufikishia president. Manake ile jambo tuliona president alifikio na mambo hakuexpect, alafu yeye mwenyewe akasema kanso hiyo bill ama isimame, ni kama hakuwa amefikiwa vizuri, hakupatiwa the proper information from the ground. Sasa kama wasasi, ukiona mtoto amelala kwa simiti ama kwa floor kwa tamak, amepigwa buduki, unaona mashimo 1 2 3 unahesabu, tunasikia uchungu sana. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu at least we get a better way ya communicate na hawa watoto, at least kuwe na amani. Kukiwa na shida na kukiwa na vita, sisi akina mama ndio tunajua tunaumia na watoto wetu. Kwa hivyo ningeomba communication from the grassroots, from our leaders from the grassroots mpaka huko juu. Naomba amani katika kila kona la Kenya. Vita haiwezi kujenga. Vita si ya kujenga, ni ya kubomoa. Na tungependa kumuuliza rais vile aliuliza wanajeshi kutoka barracks, awapee amri kama amri jeshi mkuu, awaambie warudi katika barracks. Hakuna nchi ambao inaita wanajeshi kuja kupigana na watoto wao. Sio vizuri, maana wale watoto ambao wamejitokeza, wale watoto ambao walikuwa na hii mvurutano na makasiriko, ni watoto wachanga sana. Watoto wa miaka 20, ni watoto wa hawa wanajeshi na wale polisi ambao wako katika nchi ya Kenya. Hii ni kuambia wanajeshi wapigane na watoto wao. Hiyo haifai.